maombi lakini akachukuliwa kaenda mbinguni. Sasa pale unaweza ukasema hivi, na maana ningeenda pale alipokuwa naombea ningekuta hayupo, naona ameshakwenda, ama ingekuwaje? Kilichofanyika, Mungu alichukua yule mtu wa ndani, nafsi ile ambayo itaenda mbinguni siku za mwisho. Haleluya. Kwa hiyo alichukuliwa yeye akawa bado yuko kwenye maombi, akiwa pale amechukuliwa, anaona mambo yote, hatua zote anazokwenda na kuelezwa huko mbinguni na kufanya nini yote anaelezwa hivi. Yuko katika ulimwengu wa roho. Maana yake sasa yuko mahali pengine anapoongea. Sasa anaporudi, sasa anarudi sasa katika hali ya kawaida. Mungu anapomrudisha, anamrudisha tena katika mwili huu, mwili wa nyama, wenye matatizo, wenye shida, wenye magonjwa, wenye nini na nini na nini. Kwa hiyo sasa nataka tuzungumze tunaposema kwamba magonjwa ya nafsi, hapo ndipo mahali ambapo tunatakiwa tupaangalie. Ukisoma hata katika ule mstari wa Mhubiri mlango wa 12, naomba Lugoye, naomba nisomee tu mara moja hapo kabla sijaenda mbele. Mhubiri mlango wa 12 mstari wa 7 pale, ili tutakapokuwa tunaongea yanayoendelea inakuwa ni rahisi. Mhubiri 12 mstari wa 7 pale. Kitabu cha Mhubiri sura ya 12 mstari wa 7. Nayo mavumbi kuirudia nchi kama yalivyokuwa, nayo roho kumrudia Mungu aliyeitoa. Sasa unaona, anasema wakati mtu anapokufa, mwili huu ambao tunaupaka mafuta, tunaulisha, tunafanya nini, wenyewe hauna safari ya kwenda mbinguni, wenyewe utabaki hapa ardhini. Haleluya. Na ndio maana kuna umuhimu sana kuelewa mwili huu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ili hekalu la Roho Mtakatifu liwe vizuri kwa ajili ya kutunza yule mtu wa ndani, lazima uwe na kitu cha ziada cha kupokea. Anasema nayo mwili hurudia mavumbi ilikotoka, nayo roho hurudi kwa Bwana ilikotoka. Kwa hiyo huu mwili tulio nao huu hautakwenda mbinguni, huu utabaki hapa. Lakini kuna mtu yule wa ndani ambaye lazima ndiye atakaye kwenda mbinguni. Huyu ndiye atakaye kwenda kuhojiwa. Huyu ndiye atakaye kuulizwa ulifanya nini. Kwa hiyo ndio nataka sasa tuingie kwenye hilo, kuelewa sasa huyu mtu wa ndani, ili asipate mateso, asiugue, asichoke. Kwa mfano, mwili huu tulionao hautaki kufunga. Mwili tulionao hautaki kuomba kabisa. Mwili huu tulionao hautaki kwenda kanisani. Mwili huu tulionao yani hautaki kufanya makusudi ya Mungu, mapenzi ya Mungu, hautaki. Hauna hiyo asili. Ndio maana ukisoma hata katika Warumi mlango wa 7 anakueleza kwamba huu mwili unagombana na nini? Na roho. Haleluya. Kwa hiyo huu mwili utaupenda tu, lakini wenyewe unabeba mambo ya dunia. Sasa kunatakiwa tupate chakula ambacho kinaweza kusababisha masikio haya yanayosikia yasikie, yapate chakula kinachotoka mbinguni. Alishwe yule mtu wa ndani. Akilishwa yule mtu wa ndani, akipata nguvu, anaweza kusababisha mimi kushinda hata dhambi. Yani mimi katika mwili wa dunia labda nashindwa, yani lazima nitukane, lazima niongope, lazima nifanye uzinzi, lazima sio nifanye tabia gani. Yani huu mwili lazima nifanye tu hivyo. Lakini yule mtu wa ndani akilishwa, anapata nguvu. Akipata nguvu, anazuia. Ukitaka kusema uongo, unaona huku yule mtu wa ndani anasema no, hakuna, usiseme. Kwa hiyo unanyamaza. Ukisema kwa unataka kwenda ukaibe mahali, unasikia ndani anasema no, sijaambiwa. Kwa hiyo yule wa ndani anakuamrisha usiende. Kwa sababu nini? Ana chakula, amelishwa. Umemlisha chakula cha neno la Mungu, na neno la Mungu umelishwa kupitia imani imekushika vizuri. Kwa hiyo sasa kila unapotaka kufanyiwa jambo fulani, yule mtu wa ndani anasema no, usifanye. Ulitaka kwenda kutukana mtu fulani mahali, anasema no, hatukuitiwa hivyo. Ulitaka uende si kufanya starehe fulani za ulevi, anasema no. Kwa hiyo yule mtu wa ndani ndio tunatakiwa tumlishe na asikugue.
huyu mtu wa ndani akiugua na akiwa hana nguvu, anasababisha huyu mtu wa nje afanye mambo mabaya zaidi. Sema amen. Haleluya, haleluya. Sasa tunasonga mbele kidogo. Sasa jana nilizungumza nikasema mwanadamu, nilisema kitabu kile cha Isaya 43 mstari wa 4, nikasema kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda. Mnakumbuka, si ndio? Nikasema uthamani wako anaojua ni nani? Ni Mungu. Kwa hiyo kama wewe ni wa thamani mbele za Mungu, shetani haoni uthamani wako. Kwanza anakuchoka. Na wanadamu wale wanaotumika na ibilisi nao wanaweza kukudharau, wakakutukana, wakafanya chochote. Lakini anayekuheshimu sana ni Mungu wa mbinguni. Huyo mpaka leo hii anaendelea kukumonita, anaendelea mwanangu yule wa thamani. Hata kama unafanya dhambi fulani, unafanya uovu fulani, bado Mungu hakati tamaa, anaendelea kukuangalia. Anajua iko saa, iko muda fulani utabadilika. Haleluya. Kupitia neno, kupitia mafundisho, kupitia watumishi wanafanya kazi. Uko tayari? Haleluya. Kwa hiyo kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu. Sasa kama ulikuwa wa thamani machoni pa Bwana, maana yake ni kwamba anayekuhesabia maisha yako hapa duniani ni Mungu peke yake. Ni Mungu peke yake ndiye anayesimama na maisha yako. Sasa kama ni hivyo, kwa hiyo mwanadamu na mnyama wako tofauti, wameumbwa tofauti. Haleluya. Mnyama, napenda kueleza tu alafu tutaandika pointi kwa pointi. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuyaweka tuma utangulizi huu ukae vizuri. Mnyama ni tofauti na mwanadamu. Mwanadamu ana vitu vinne ambavyo Mungu amempa. Ni vitu vya muhimu sana, nitavitaja na labda kuvifafanua kidogo kwa haraka haraka. Mwanadamu ana vitu vinne ambavyo ni tofauti kabisa na mnyama. Mwanadamu kitu cha kwanza alichonacho ni akili. Ana akili. Ana akili. Yaani Mungu alivyomuumba mwanadamu amempa akili kwa sababu yeye ni muumbaji duniani. Bwana Yesu asifiwe. Cha pili ambacho Mungu amempa mwanadamu ni hisia. Hisia. Nitafafanua kidogo. La tatu Mungu amempa mwanadamu ni amempa utashi. Amempa akili, amempa hisia na amempa nini? Utashi. Cha nne mwanadamu amepewa dhamiri. Hayo mnaweza mkaandika. Kuna vitu vinne hivi ni muhimu sana mwanadamu amepewa, tofauti na mnyama. Mnyama anaongozwa na silika, anaongozwa tu msukumo fulani ambao Mungu ameweka ndani, lakini sio kama mwanadamu alivyo. Kwa sababu ng'ombe ng'ombe kama anakula nyasi hapa, ng'ombe kama anakula nyasi, yeye kula nyasi na kutoa uharo na kunya kwake yeye ni sawa sawa tu. Naweza kana kojoa huko anakula nyasi. Yaani yeye kuna vitu vya kawaida ambavyo Mungu amempa mnyama vinafanya hivi. Lakini mwanadamu hawezi kufanya hivi. Ana akili, ana hisia, ana utashi, ana dhamiri. Bwana Yesu asifiwe. Lazima afikiri kwanza. Kwa hiyo ndio maana kunatakiwa tujue ubora tuliopewa sisi wanadamu. Sasa eneo la akili tunasema kwamba akili ni nini basi? Kwa kifupi sana. Tunasema akili ni nini? Yaani akili tunasema ni uwezo wa kipekee wa ufahamu ambao mwanadamu amepewa. Ni uwezo wa kipekee wa ufahamu ambao mwanadamu amepewa. Yaani ni uwezo wa kipekee mwanadamu amepewa. Huyu ana uwezo wa kufikiri. Kitu kingine anaweza wa kufikiri. Anafikiri, mwanadamu anafikiri. Ili afanye kitu lazima afikiri. Yaani akili yake ni kama Mungu alivyo. Kwa hiyo anafikiri kitu